Vipi mpenzi na msikilizaji wa Matengo Media? Katika nchi yetu ya Tanzania tunajua kwamba kilimo na ufugaji ni uti wa mgongo wa taifa ambayo imechukua asilimia kubwa sana katika nchi yetu. Hata tukiangalia katika mikoa mingi Tanzania, watu wengi ni wanafanya kilimo pamoja na ufugaji, ambapo kilimo kinampatia mtu kipato lakini pia kinampatia mtu chakula. Na ukiangalia asilimia kubwa sana ya mikoa mingi Tanzania, basi wengi wao ni wakulima pamoja na wafugaji. Sasa Tanzania na Uturuki zimedhamiria kushirikiana kimkakati katika sekta hiyo ambayo ni sekta ya kilimo, ikiwa ni sehemu ya uwekezaji ya mipango mkuu wa kilimo wa Tanzania kufikia mwaka 2050 pamoja na ajenda 10 kati ya 30 ambazo zinalenga kuendeleza sekta ya kilimo kwa ya uzalishaji wenye tija na biashara, huku ikifikia ukuaji wa 10% kwa mwaka ifikapo 2030. Mazungumzo haya ya tija yalifanyika kati ya Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo na Balozi wa Jamhuri ya Turuki Mheshimiwa Bakir Gezer jijini Dodoma. Mazungumzo hayo yameangazia uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizi mbili na kutambua maeneo muhimu ya ushirikiano, hususan miundombinu ya umwagiliaji, miradi ya uwekezaji, mitambo ya kilimo, maghala ya baridi kwa ajili ya uhifadhi wa mazao baada ya kuvunwa, pamoja na msaada wa kiufundi katika kujenga uwezo. Katika mazungumzo hayo, Balozi wa Uturuki Gezer amesifia diplomasia ya kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, huku akibainisha ongezeko la miradi ya Kituruki nchini Tanzania katika sekta ya afya, elimu, uvuvi, nishati pamoja na biashara. Pia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na wa kilimo kwa ustawi wa wakulima na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Viongozi hao pia walijadili nafasi ya shirika la maendeleo na ushirikiano la kimataifa la Uturuki ambaye ni TIKA, ambapo Balozi Gezer amehimiza serikali ya Tanzania kunufaika na miradi ya TIKA kwa ajili ya maendeleo ya wakulima. Kwa upande wake, Waziri Chongolo ameeleza fursa zaidi za uwekezaji ambapo nchi hizi mbili zinaweza kushirikiana, ikiwemo kuongeza tija ya kilimo, kukuza ongezeko la thamani, biashara ya kilimo na usindikaji wa mazao ya kilimo. Yaani fursa kubwa ambapo kupitia uwekezaji wa Turuki hapa nchini Tanzania wakiwa wanashirikiana tu, kutakuwa na fursa nyingi sana kwenye upande wa kilimo. Tunajua kwamba kwa kuwa nchi yetu inategemea sana kilimo, pale ambapo nchi nyingine ambayo ni nchi kubwa, Turuki ni nchi kubwa, inapokuja kutaka ushirikiano pamoja na Tanzania kwenye sekta ya kilimo, yaani ishara ya mabadiliko makubwa kwenye sekta hiyo. Hivyo ni fursa pia kwa vijana na watu wote ambao wanatamani siku moja kujikita sehemu hizo. Ukitazama upande wa kilimo, ukiwa umezingatia sana upande huo, ya kilimo kina faida kubwa kama ukiwa unafuata taratibu zote na sheria zote, basi kinanufaisha sana. Hata vijana wanaweza kujikita katika upande huo wa kilimo kutokana na kwamba ni sekta ambayo inamuinua mtu kwa haraka. Hivyo ni fursa na ichangamkiwe kwa haraka. Endelea kufuatilia kwenye channel yetu ya Matengo Media, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Matengo Media ili uwe mwanafamilia. Naupenda sana guys. Bye.